Biblia inasema hata wabaya waliachwa kwa ajili ya siku ya Kwa hiyo unaweza kuingia kwa mwanaume ambaye kiukweli Mungu amemwacha kwa ajili ya shughuli za ubaya. Yaani yeye anasubiria kwa ajili ya matukio ya ajabu ndio mume wako. Na unashangaa unaombea mume aache bia aachi. Unaombea aache wanawake aachi. Unaombea aache undi. Kumbe Bwana amemhifadhi kwa ajili ya siku ya ubaya. Ndio mke wake. Hakuna rangi utaacha kuona. Unafunga, unapindua meza hazipinduki. Bwana anakuambia dada, hiyo project niliishindwaga tangu akiwa mdogo. Nikaona hiki kiumbe nikiache kwa ajili ya special mission. Ila wewe ukajiingiza hapo. Hambadilishi. Wadada mnanielewa vizuri? Mnanielewa vizuri? Hebu imagine huyo kijana unayepambana naye kwenye maombi ya kumfix. Wazazi wake walishindwa kumfix. Serikali imeshindwa kumfix. Walimu walishindwa kumfix. Mungu alishindwa kumfix. Yesu alishindwa kumfix. Malaika alishindwa kumfix. Shetani kashindwa kumfix. Pepo wachafu wameshindwa kumfix. Wewe nitamfix kwenye maombi. Unaenda kumuomba Mungu gani? Mungu huyo kamwacha mpaka umekutana naye jamaa hajafixiwa. Unajifanya umeingia kwenye ubia na Mungu kumtengeneza kijana. Wacha Yesu msaidizi. Una neema ya kutengeneza mambo yaliyowashinda wengine. Maisha yenyewe haya hayaeleweki. Umebeba na mzigo usioeleweka tena. Hivi ujionee huruma. Hao tu waliopata waume na wanawake kutoka kwa Bwana wana changamoto zinawasumbua. Wewe umeamua kuchukua project ambayo hata Bwana anakushangaa. Wewe dada, utaweza kweli?